kwa mwaliko wa mbunge wenu. Mbunge wenu ni kijana yetu, kijana shupavu hapa Kisii. Mimi ni nyumbani, nilianzia kazi yangu hapa Kisii. Huyu mbunge wenu ni kijana mashuhuri sana na ana future mzuri katika nchi hii. Nimetembea na yeye Kenya mzima, kuja hapa kusema heko kwa kijana yetu Japheth Nyakundi ambaye ni mbunge, anafanya kazi vizuri. Amesimama hapa, amemhesabia ile kazi anafanya tangu aingie, ni kazi ya kupendeza. Hapa kwenu nimekuwa bunge na wabunge wenu wa zamani. Mimi nilipoingia bunge nilipata huko mzee Zakari Onyonga, nilikuwa na yeye kwa bunge. Huyu Jimmy Angwenyi rafiki yangu akakuja, tukasukuma na yeye, kijana ya Onyonga akakuja, Angwenyi akarudi. Nimekuwa na marafiki wengi hapa Kisii. Siendi miezi miwili bila kutembelea hapa kwenu, sio kwa Osoro, sio kwa Manduku, sio kwa nani, tunazunguka kufanya urafiki. Kwa hivyo leo hii tukiwa hapa ni kukumbushana tu. Mnajua tangu mpige kura mbolea bei ilikuwa juu sana, ilikuwa 7,000, sasa ni 2,500. Tangu tupige kura kuajiri walimu Kenya hii, kila shule ukienda ulikuwa wazazi wanalia hatuna walimu. Rais Ruto ameajiri walimu kwa miaka 4 1,100, na mwaka huu tumeongeza budget, wanaajiri walimu wengine 24,000, kupunguza mzigo wa wazazi katika shule, wasiulizwe kulipia walimu, wawe na walimu wa serikali. Mumeona kila mahali soko zinajengwa, barabara zinajengwa, shule zinainuliwa, stima inawekwa, na tunaendelea kufanya kazi kuleta wananchi pamoja. Ile na warai, ndugu zangu Abagusi, nyinyi ni watu wa biashara sana. Ukienda hata kwa kwangu Bungoma, jirani yangu ni Mkisii anaitwa Mogaka, yenye tunaombena chumvi na maji, ni jirani yangu. Tunakuja hapa kuambia msiachilie hiyo quality ya jamii ya Abagusi, msiachilie iende, tuanze kusungumuza mambo ambayo inatupotezea marafiki. 2013 mimi nilizunguka hapa Kisii na Raila Odinga tukiwa CORD. 2017 tulikija tukiwa nasi. 2022 tukakuja na Rais Ruto tukiwa Kenya Kwanza. Na nimeona wale wa Kisii wenye wanapenda watu hapa Orwaki, kwa sababu nyinyi mnachanganyana na watu wote. Ukivuka hii barabara si ni majirani zenu, mumeoana, hata hujui Mkisii ni nani, Mjaluo ni nani. Hiyo ndiyo maisha tunataka Kenya hii, ili tuwe na watu ambao wanatembea pamoja. Leo tukiwa hapa, mimi nakuja kusimama mbele yenu kuombea huyu kijana Nyakundi. Yeye amefanya kazi mzuri sana, na yule anafanya kazi mzuri lazima aongezewe, ama sivyo? Nyakundi mtampa 2 term? Mtampa 2 term? Mtampa 2 term? Mkitaka kujua mimi naweka marafiki, iko mama moja hapa anaitwa Mama Abigail. Huyo mama anatoka Nyamira. Huyo mama ni wa chama changu cha Ford Kenya. Nimemnominate mara 3 mfululizo. 2013 nilinominate yeye, 2017 nikanominate yeye, 2022 nikanominate yeye, kwa sababu anasimama na chama na yeye analeta watu kusimama na tunatembea pamoja. Nikiwa na shida kule nyumbani, mama yangu alikufa, akakuja mpaka huko kuzika. Hiyo ndio urafiki tunataka. Tupendane kwa sababu hatuna nchi nyingine. Tukiwa hapa leo, mimi nataka kuambia ndugu zangu, kama jamii msipotoshwe. Mtu asimwambie muache serikali, kwa sababu haistandi ya kuambia kura inayopita. Ile kazi Rais Ruto amefanya, ile vitu Nyakundi amehesabu hapa, ndio unapata Taveta, ndio unapata Tana River, ndio unapata Bungoma, ndio unapata Turkana, ndio unapata Teso,
ndio unapata kule Mount Kenya, kila mahali. Hakuna kupagua sehemu yoyote. Hata ongea hapa Nyanza, ile kazi inaendelea Homa Bay, inaendelea Siaya, inaendelea Kisumu, Migori, kila mahali. Ndivyo tunasema ile kazi ambayo imeanzishwa, tumpatie rais nafasi aendelee miaka 10, amalize hiyo kazi, ndio tutafute kiongozi mwingine. Na nyinyi jamii tunawaomba, kwa sababu tangu uhuru Wakisii hawajakuwa nje ya serikali. Tulikuwa na mzee Lawrence Sagini, tulikuwa na mzee Nyachai, tulikuwa na mzee Onyonga, tulikuwa na mzee Atebe Marita, tulikuwa na viongozi wengi mashuhuri kutoka hapa. Wote walikuwa nguzo ya serikali. Kwa hivyo tunawaomba kina mama, vijana, kina baba, silaha yako ya kisiasa ni kipande yako. Kama una kipande, uende uchukue kipande, kwa sababu rais ameamrisha kuchukua kipande, haina masharti, haina malipo. Ukishachukua kipande, uende ujiandikishe. Hata kama unapenda Nyakundi namna gani, unataka uweke Lesa atembelee, na wewe huna kura, wewe huna maana kwake. Ile maana yako ni kuenda kumpigia kura, kupigia rais, ili Nyakundi aendelee kufuruta maendeleo na kuleta hapa na kuendesha kazi ile rafiki yangu Jimmy Nuru Angwenyi aliwacha. Mtasukumana na Nyakundi, mtamsukuma, mtamfanyia kazi vile anawafanyia, mtamuonyesha njia vile yeye huonyesha, na mtampa 2 term. Mtampa 2 term. And I can tell you for free, my good people, huyu Nyakundi mkimguza, he has a future. Na kila jamii, you must grow your leaders. You must grow your leaders. Hawezi kuingia leo, kesho unatupa. Anaingia leo, kesho unatupa. When will you grow leaders to the national stage? Ndio mnasukuma pole pole, anakuja hapa na Papa wa Roma, kesho anakuja na mwingine, kesho anakuja na mwingine. Mnaona huyu mtoto wetu ana marafiki kila mahali. Akienda huko anaweza kutuletea kitu. Akienda huko anatambulikana, na jamii pia inatambulikana. Rais Uhuru akiwa rais wetu, kule kwetu Bungoma nilimwona mara moja peke yake for 10 years. Hapa Kisii tangu William Ruto aingie, tumekuja hapa zaidi ya mara 10. Huko kwetu amekuja zaidi ya mara 10. Everywhere anazunguka, sio kutafuta pombe, anazunguka kufanyia wananchi kazi. Anazungumza na wananchi, ajue shida zao ni nini, ili tukirudi kwa ofisi Nairobi tuseme ile tuliambiwa Orwaki lazima tuende tufanye, ile tuliambiwa Kisii tuende tufanye, ile tuliambiwa Nyamira tuende tufanye. Hiyo ndio uongozi tunataka Kenya hii. A listening president, a president who goes around and makes his people to know what they think, what they feel, what they want and what they should do for them. Hiyo ndio tunataka. Na ndio nasimama hapa kuwaomba kwa niaba yake kwamba tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao, hapa Kitutu Chache North tutahesabiwa. Kila mama asubuhi kiingia, Ruto tuta, Ruto tuta, Ruto tuta, Ruto tuta. Wale wanawadanganya, I can assure you watashindwa. Na tusije tukasema kama tungejua. Tumekuja kuwahubiria na kuambia huyu Nyakundi akija tunamkaribisha vile tunatembea na yeye. Rais Ruto akiingia atarudi kumaliza ile kazi ameanzisha na kufanya hata zaidi, ili tukifika 2032 tutakuja kuombana tuseme sasa rais amemaliza mihula yake miwili, tufanye nini, tutembee namna gani, na huyu Papa wa Roma mnamuona namna gani, si ndio? Hivyo ndivyo siasa inaenda. Hakuna haja ya kukombana na kupigana. Hapa Kisii zamani zile tulikuwa na watu wanajiitwa ama Chuma, wengine wanaitwa Chingororo, wengine wanajiitwa ama Chinga, sijui wengine wanaitwa nini. Hao sasa hawako. Hata nyinyi vijana, mtu akikwambia pigana kwa sababu ya siasa,
mwambie huyo mtu, leta mtoto yake nianze na yeye, ndio nitafute wa mwingine. Tunataka siasa ya urafiki na upendo na kusungumuza mambo ya sera. Tangu tuingia hapa, mmesikia mtu yote akitusi mwingine? Na kuna wengine akisimama hapa ni matusi, matusi, matusi. Hao hawana nafasi katika siasa ya nchi yetu. Kwa hivyo, akina mama, tunashukuru sana kanisa yetu tukimaliza